Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tunaenda kujifunza hatari ya wivu katika utumishi. Hatari ya wivu katika utumishi. Kabla ya kwenda kujifunza hatari ya wivu katika utumishi, tutajifunza maana ya neno wivu. Wivu ni hisia ya ndani inayowaka ndani ya mwanadamu, kinyume na mwanadamu mwingine. Ni hisia ya ndani inayowaka ndani ya mwanadamu, kinyume na mwanadamu mwingine. Ndani ya hisia hii kuna vitu viwili, kuna kwa nini na sio. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mtu anakuwa ana vitu vinavyowaka ndani yake kwa mtu mwingine, kwamba ni kwa nini mwanadamu mwingine amepata na ni kwa nini mimi sijapata. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba wapo watumishi ambao walipewa vipawa. Baada ya kupewa vipawa, walienda kwenye makanisa mbalimbali. Ndani ya hao makanisa waliwakuta viongozi wakaanza kuwaonea wivu. Kilichotokea ni kwamba yalitokea matengano ndani ya hilo kanisa. Tupate kujua, wewe mtumishi wa Mungu ambaye unamuonea wivu mtumishi mwenzako, tupate kujua kwamba haumuonee wivu huyo, ina maana unaonea wivu kipawa cha Mungu. Ina maana hiyo ni roho tayari ya adui inakuwa tayari imekwisha kukuingia. Ndani ya wivu kuna hasira, kuna chuki, kuna kutokufanikiwa. Kwa yule ambaye anakuwa anafanya hivyo vitu, yule mtu mwenye wivu, tunaangalia watu wengi wenye wivu hawana mafanikio, kwa sababu adui huwa anakuwa karibu yao, anakuwa anazuia. Hivyo basi, ikiwa wewe mtumishi umekuwa na wivu na watumishi wengine, unafananishwa na mtu gani? Tunasoma kitabu cha Ayubu sura 5 mstari wa 2, kinasema kwamba kwani hasira umuua mtu mpumbavu, nao wivu umuua mjinga. Bwana Yesu asifiwe tena. Tumeshaangalia ndani ya wivu kuna hasira, kuna chuki, mwisho wa siku kunapelekea kutokufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mtu mwenye wivu anafananishwa na mjinga, anafananishwa na mpumbavu, kwa sababu Mungu anakuwa ametoka ndani yake. Hivyo badala ya kumuomba Mungu aendelee kumchochea yule mtu karama, ili naye aweze kupata karama zaidi na zaidi, anaanza tena kumuonea mtu yule aliyepewa karama na Mungu wivu. Ina maana akianza kuweka tu ule wivu, anakuwa tayari amekwisha kumwacha Mungu. Ina maana kama amemwacha Mungu, anafananishwa na mtu huyu. Katika Zaburi sura ya 14 mstari wa 1 anasema kwamba mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika huo wivu tunasema kwamba ni kwenda kinyume na mema ya Mungu. Ina maana unakuwa unaona kama Mungu hawezi akakupa wewe hicho kitu ambacho kipo kwa huyo mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe tena. Tupate kujua pale ambapo unakuwa unamuonea huyo mtu wivu, tayari unakuwa umeingia kwenye wivu wa Mungu. Kitabu cha Kutoka sura 34 mstari wa 14 kimesema kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hivyo uwezi ukaingilia wivu wa Mungu, utakula ndugu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakumbuka Kaini alimuonea wivu Abeli. Mwisho wa siku dhambi nayo ikawa inamuonea wivu yeye. Ina maana dhambi na Kaini wakawa na windana. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7 kinasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukienda vyema hutopata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Unaweza kuangalia Kaini alikuwa anamtamani Habili na dhambi inamtamani Kaini, na ndivyo ilivyo katika kizazi hiki. Wewe ambaye unakuwa unamuonea wivu mtumishi wa Mungu,
Dhambi iko mlangoni, inataka na wewe ikule. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, katika utumishi wa Mungu tunajua kabisa wivu unasababisha anguko katika mtumishi wa Mungu. Ukiangalia makanisa mengi ambayo mpaka saa hizi unakusha kuangalia makanisa mengi saa hizi mengi yameanguka. Kwa sababu gani? Wivu. Wivu ukapelekea hasira ikapelekea matengano, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi akakaa katika hivi vitu vichafu, hasira, wivu na mambo mengine. Hivyo basi, wewe ambaye ulikuwa haujajua wivu ni mbaya sana, na wivu unaanzia ndani. Hivyo ukiona kwamba wewe unamuona mtumishi au unamuona mtu fulani anafanikiwa, ukaanza kusema kwa nini mimi sifanikiwe? Ndugu yangu, hauwezi kufanikiwa, kwa sababu hicho ndicho kifungo chako. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.